So wakati unaamka usiende tu ukipiga gari start. Angalia hizi vitu before you do it. It will be better. Kuliko ufike barabarani ndio unafikiria ama imeleta matatizo ikiwa barabarani, yale matatizo ungelimaliza kama umesimama hapo. Tuko pamoja? Hii haihitaji mtu, bora una kifunguo kwa mkono na una gari. Hii yote inatakana ufanye asubuhi before you do anything. Kwa sababu ukiendesha ndio uangalie, hautapata good results. Okay? Kwanza angalia maji yako, angalia battery yako before you start moving. Ukipiga gari yako start, hakikisha hizo vitu zote ziko. In the morning, mostly in the morning. Kwa sababu mchana huwezi fanya hivyo. Every morning or sometimes? Every morning, hata kama gari yako ni mpya, just check it. Pengine kwa bahati mbaya umetembea na hiyo hose pipe moja imegongwa na kakitu, ama imechoma na kakitu, wewe hujui. Wewe unaona gari inaenda. Sio ufike wati gari imesimama ndio sasa utagundua kwamba you have a problem. Sometimes angalia mambo yako before you start your journey. Okay? Unajua vitu vingine vinafanyika barabarani lakini makosa inakuwa yetu kwa sababu unasema hiyo hakuna maana, wacha niendelee. Unapoendelea ufiki mahali unaenda. Ni kwa nini? Kama ungelikaa chini na uangalie mambo yako, ungelifika mahali unaenda in peace. Lakini kwa sababu ulikataa, ukapuuza, things will change. Gari ni kama mtu, kama ni mgonjwa ni mgonjwa. Na ni gari ni mbaya sana kwa sababu ikiwa mgonjwa haijalishi, it doesn't care wewe ni nani. Kenye nakuambia mimi sitaki kwenda na utaifanyia bila nataka. Okay? Kuna swali lingine hapa? Nakaa fani imeharibika. Yes, fani ikiharibika ndio unasikia fani ikiharibika ujue kwamba gari yako mpaka itachemka. Kwa nini? Hiyo fani isipofungulia, especially unaona hizi magari unaona kama Probox unasikiangi inapiga sauti sana. Sio imeharibika. Ni fan ambayo inakimbia, inataka isukume hiyo maji ipoe ndio irudi kwa engine. Hiyo ndio kazi yake. Na kama fan ambayo imekataa kazi, kuna vitu vingi vyenye nitakana uangalie. Utapata kwamba hiyo fan imekataa because of maybe the fuse yake imeleta shida. Unaona? Hiyo fuse ikiwa inawekwa pale katika hiyo fuse box na ikatika upande wa chini, ujue haitaingiza moto wapi? Kwa fan. Or fan yenyewe pengine iharibike. But wale mechanic bila wanafanya, ikiwa wanaona unaenda mahali na unajua kuconnect hii fan directly, itakusaidia. Kwa maana itakimbia throughout, haitasimama. Lakini kama itakuwekwa kwa sensa yake, itabidi itafungulia wakati inahitajika na itafunga wakati haihitajiki. Okay? Kwa swali lingine? Haya, tuende huko ngine. Kuhusu mambo ya oil. Gari ukunywa oil. Na kuna oil aina nyingi. Ingalawaje leo tunaongelea kuhusu engine oil. Engine oil ukaa kwa kitu kama hiki. Na kuna engine, two types of engine of oil. Oil moja kwanza ni ya diesel, oil ya pili ni ya petroli. Kwa hivyo wakati unaendesha gari yako lazima ujue ni ya petroli ama ni ya diesel. Before upeleke mechanic na mwambie akufanyie kazi ya kumwanga oil, lazima ujue engine yako ni ya diesel ama ni ya petrol. Hizo vitu viwili. Ikiwa hizo vitu viwili utazijua, utamwambia hii ni ya petroli, hii sio ya diesel. Kwa maana vyote havikutani. Ukienda kuona diesel inatumia nozzles, lakini ukiendelea kuona kama gari ambazo zinatumia petroli, most of them zinatumia nini? Hii ndio tunaita plug. Hii ni plug moja. Hii plug moja kuna zenye ziko na 3, 4 na kuendelea kulingana na vile ukubwa wa gari. So ikiwa inatumia plug, utaona hiyo gari ni ya petroli. Na utaona kwamba hii itatumia oil ya petroli. Kwa hivyo kuwa makini. Usiende kutupia tu mechanic gari. Enda ujue kwamba hiyo gari mueleze hii ni ya diesel, hii ni ya petrol.
So akifanya service yake ajue kitu cha kufanya. Hiyo ni kazi yao. Kwa hivyo oil wakati inawekwa pale juu inateremka chini, inakuja inafika hapa chini. Hapa chini inabebwa na ile kitu kinaitwa sump. Sump yake iko chini. Hiyo ni kama store ya oil. Hiyo store ya oil inakaa hapo kwa nini? Inamaanisha kwamba sasa ndio unaona hapa chini kuna koko. Na hii koko kama ukienda vibaya ijigonge na ifunguke ama ivunjike, oil yako yote itamwagika. That's why unaona watu wakiendesha magari, wakiona gari yake ni ndogo, anaenda kwa bumps akienda kona hivi. Unashangaa huyu jamaa ananifanyiaje? Sio hivyo, anajua gari yake ni ndogo na akiendelea strategy yake, hiyo koko yake ataivunja na atamwaga hapo oil yote. Na oil ikimwagika kwisha, hiyo gari utaivuruta. Hakuna lingine. Kwa hivyo ukiendesha gari jua ukubwa wa gari yako. Usigongeshe tu gari kwa shimo kwa sababu ni chuma. Hiyo chuma inaweza kataa na ifanye ulale hapo. Kwa hivyo kuwa mwangalifu. Jua ukubwa wa gari yako. Hapa chini kuna kitu ambacho hakitakikani kiguzwe na mawe ama hiyo bump. Ikiguza na nguvu na ishinde nguvu itavunjika. Kwa hivyo be careful when driving. Another one. Ikiwa unataka kufanya kazi unataka uende wa kufanyie kazi ya kumwaga oil, kufanyia wewe service. Moja, service yako inahitaji uwe, hii ni air cleaner. Hii ni air cleaner ya gari ndogo. Hii ni ya Vitz. Lakini kuna different types of air cleaner. Zingine ni kubwa, zingine ni ndogo kulingana na ukubwa wa hiyo gari. Another thing, utaona ule mechanic akitafuta kitu kinaitwa oil filter. Oil filter ni kichungi. Oil yoyote inatoka kwa kwanza ndani ya hiyo sambu inakuja mpaka kwa oil filter. Oil filter inaisukuma juu. Na hiyo oil filter ni kichungi. Ni kwa nini? Inatakikana hiyo oil ipite ndani kwa sababu maybe kuna kachuma kakote kenye kako hapo ndani. Hakawezi pita ndani ya hiyo oil filter, itabakia. Hiyo ndio kazi yake. Na kitu kingine, utapata kwamba hiyo oil wakati inaenda juu, itaenda juu tena iende itumike tena irudi back to the sample. Hiyo sample ikikuwa hapo ndio store. Hata ifanye nini, by jioni yote inakuja wapi? Ukitaka huone unataka kupima oil yako. That's why ukienda pale nje utapatiwa dipstick uangalie. Kuna kiwango cha oil kenye kinatakiwa. Gari zote sio sawa. Gari zote hazikunywi oil sawa. The same as bila inakunywa maji. Maji inakunywa kulingana na ukubwa wake wa gari na ukubwa wa radiator. The same oil ukunywa gari kulingana na zile ukubwa wa engine yake. Kuna nyingine kubwa, kuna nyingine ndogo. Kuna gari zingine zinachukua even 3 liters of oil. Na kuna zingine zinachukua 4, 5, 6 according to the engine. Hiyo ndio paka ikuwe hivyo. Na hakuna siku hii gari itakunywa engine oil kidogo ufikirie wati itakuletea shida. So be careful. Wakati unaangalia kwa dashboard yako unapata kwamba gari yako inahitaji kufanyiwa service. Please peleka mahali kuna proper place. Either kwa mechanic mwenye unajua or mahali kwa petrol station where they can do a good job. It's a very dangerous ukipatia yule mtu hajui. Pengine mwingine atakuwekea oil na pengine hakufunga ile koku ya chini, hiyo oil yote itamwagika chini. Or kuna vitu vingine kama hapa chini hivyo vifuniko hakufunika vizuri. Automatically gari yako itakuletea shida. Ama aweke oil mingi kuliko kiasi, ama aweke ndogo kuliko bila inatakikana. That is a problem again. Kwa hivyo pelekea mechanic ambaye yako na qualified akutengenezee, akutolee oil yako na kufanyia service. Please make sure. Gari ni mzuri lakini ikikataa hata utatamani kuibeba kwa kichwa lakini itakubali. Sababu inakuanga na madharau. Utakuwa umeweka safari yako mzuri lakini ikifika mahali inakupatia madharau. Lakini ndio hivyo. Kuwa makini before you start moving. Before you start your car. Hakikisha mambo ya gari yako ni mazuri. Kuna swali? Nafikiri wote tunaweza kusoma hapo.
Kwa mtu ataniambia hawezi kusoma hapo. The oil is being pumped from the sample through the oil filter for cleaning to the all higher parts for lubrication purposes. Pachini inaenda paka juu. Ikitoka juu inateremka wapi? Nafikiri picha inakuanga hapa kila saa. Unajua wengine wanakujanga wanaangalia alafu wanaenda tu, lakini picha inakuanga wapi? Hapa kila saa. But it's just the same. Kitu kikubwa tunataka you know the car. Fanya ile kitu unajua. Ndio tunataka tunakuwekea, tunaangalia. Kuna kitu kingine mtu anakuambia, hata mtu mwingine ukimwambia umekuwa driving school, enda ukapige jack gari akutolee hiyo tire, hawezi. Hata wheel spanner yenyewe bila anapeleka zile nati bila anazozizungusha the opposite side. So what I say, sisi tuko hapa kusaidia tu, tuhakikishe umetoka driving school, sio tu kuendesha gari, unaelewa kenye unaendesha. Hiyo ndio kitu kikubwa kwetu. Now, things you are supposed to carry. In your car, you are supposed to carry your jack. Kuna jack. Na hiyo jack kuna life saver. Hapo ndani kuna wheel spanner. And then you carry your fire extinguisher. Hii sio doom. Nafikiri hizi ni doom, hii sio doom. Sawa? Hiyo ni fire extinguisher. Ukikosa wale wa jamaa wakikosa kwa barabara, watakushtaki kwa sababu hauna hii. Another thing you are supposed to carry is just first aid. Your first aid box ina expire. It's the same as this one. Zote zinaenda pamoja. Make sure you have them. Sio ati mtu akuambia ataweka, au make sure uko nazo. Ukishikwa kwa barabara utashtakiwa because of this. Afadhali usibebe check kwa sababu sasa gari ikienda chini, hiyo ni shida yako. Wewe ndio utabeba mikono ukiomba msaada. Lakini why kuomba msaada na umetoka kwa nyumba? Carry your own jack, carry your own wheel spanner. Unaona hiyo vitu? Beba. Hata vitu vingine wengine wanakosea. Wewe unaambia mtu akufanyie jump start, especially gari za automatic. Unajua gari ya manual pengine utasukuma, lakini this one you must carry your jumper. Usiambie mtu kwa barabara wati, hey, fanya nini? Hebu nisaidie kufanya nini? Jump start. Wewe mwenyewe hauna jumper. Unataka aende kwa buti yake akutolee jumper tena akuletee gari yake kufanya jump start. Kwani hiyo ni kazi ulimwandika? Ukiomba msaada omba kidogo, ile nyingine jisort. Sio tu unataka usotiwe kila kitu. Okay? So please, ukiendesha gari ni mzuri lakini be careful. Fanya mambo yako mengine. Kuna two types of jacks, kuna nyingine inakaa hivi na kuna nyingine hapa. Inakaa hivi, yote ni jack. Yote tu the same. This one inabebanga sana gari kubwa. Inapelekanga sana gari kubwa zinapenda kufanya na hii. Na hii ukiona gari yako ni kama hizi saloons nini, it's good, can do it. But ukiona hiyo TX yenye unaongea, chukua kama hii. Yeah, this one will be better. Tena inainua haraka sana. Lakini hii itasinzia kidogo. Lakini this one is very good. Bora iko in a good condition. Hata wewe unaweza toa hiyo mguu na uweke juu. Hata utaona uzito yoyote. Bora unajua kenye unafanya. So carry your jumper, carry your jack, wheel spanner, tembea nayo, and then endelea na your journey. Make sure you carry what we call life saver. Beba life saver tafadhali kwa gari. Na ziwe mbili, there are two. Moja inawekwa nyuma na mwingine inawekwa mbele. Kumaanisha kwamba you have a problem on the road. So please carry them. Make sure you do it. Anything to ask? Yes. Thank you. Kuosha terminal na Coca-Cola is not a big deal. Hiyo ndio the right. Sio right lakini ndio rahisi zaidi. Badala uende utafute maji kwa kibuyu kumwaga hapo ukisugua, chukua Coca-Cola yako, kunywa kidogo. Hata siku hizi iko ya mbao. Chukua hiyo ya mbao, kuja mwage kidogo, story umemaliza. Lakini ukitaka kusugua hapo na maji, tena enda tafuta maji usugue. It's just the same. But time. Una time ya kusugua hii kitu? Hakuna. Mbona usimwage Coca-Cola hapo na story ishi? Okay? Kwa sababu hizi terminals lazima ziwe
clean. Ikikuwa na uchafu itasababisha gari yako haitapeleka moto, na ikikosa kupeleka moto itasimama. Utatafuta makosa yake kwa hakuna. Kumbe hiyo terminal zako ni chafu. Swali lingine?